Tobias Chanji in Mombasa, as well as Willie Lusige coming to us live from Kakamega. And we're going to start off from Mombasa at the Likoni Ferry, where Tobias Chanji is standing by. Over to you, Tobias. A very good morning, Trix. We are in the county 001. Perfect weather for the day, as anticipation from residents is so huge as they wait for the president to address the nation. Of course, there are myriad of issues that residents of Mombasa will be expecting President Uhuru Kenyatta to talk about today while in Parliament, as he will be giving the address to the nation. We are the Likoni crossing ferry channel on the island that is Mombasa town. As you can see what is happening, people are moving from the other side, that is Likoni, the mainland, to the Mombasa town. But just allow me to get to pick some of the minds from these residents according to what they expect President Uhuru Kenyatta to mention today. Sogea tu karibu, tuanze na majina yako na leo unatarajia nini katika hotuba ya rais? Kwa majina anaitwa Brian Omolo, mkazi wa hapa Likoni Ferry. Ile ningependa rais kuongelea zaidi ni kwanza tungependa kuongelea mambo ya BBI ambayo nchi ambayo tunaiangalia kwa sana. BBI si mbaya kulingana na vile pia nimeipitia kidogo nikaangalia, lakini kwa vile sijamaliza kuisoma, na upande wa youths kama mimi youths nilikuwa naomba sana, manake youths ndo population yetu iko kwa wingi. Nilikuwa naomba akihutubia leo tuangalie sana, manake ule upande wa kazi kidogo iko chini. Kama wanaweza focus na makampuni tuanze kuwekewa kwa kila county. Tuwe na kampuni ambazo zinashughulika na mambo kama agriculture, hiyo ni kuongelea mambo na processing za vitu kama fruits. Manake Kenya sasa tuna produce avocado kwa mfano, naona tulifungua biashara na nchi za nje. Kwa hivyo tukifunguliwa kampuni, sisi mayouth kwa population yetu vilevyo juu tumekosa kazi, na tumaini tutapata kazi kwa sekta kama hiyo. Kama BBI itazungumzia hiyo, basi nitakuwa na raha sana kama youth mkazi wa Kenya. Na upande mwingine wa corona hii pia ningependa rais azidi kuiangalia pale. Juzi ametuletea sheria za kufuatiliwa, lakini tuliona wale wafanyikazi wake wakuu, hasa tunasema kama wanasiasa, walivunja sheria na hatukufurahia kama wana youth. Kwa hivyo tunapendelea rais aongeze sheria zingine leo kali, hata kama ni kushikwa, tuone kweli wanashikwa, manake kama mzazi wako anakulea vizuri ndivyo pia utakuwa mtoto mzuri, lakini kama mzazi wako anakulea vibaya, yamaanisha ule mtoto anaharibika. Ndio maana siku zote wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Bila shaka. Asante sana. Nashukuru sana, umeongea kama mayutman 10. Kidogo mruhusu mzee hapa azungumze naye pia katoe maoni yake. Tuanze na majina yako na utueleze matarajio yako. Kidogo nitakuomba utazame ile kamera. Kwa majina naitwa Osiemo Mururu Nyakwara, ni mkaaji wa Likoni, na kwa leo natarajia mtukufu wetu rais ambaye ndio kiongozi wa taifa atupe mwelekeo kwanza katika elimu. Sasa shule zilifunguliwa na zingine zimefungwa. Kuna shule zingine ambapo watoto wanaenda shule hawana yale yote ambayo yanatakikana kiafya matarajio kulingana na Ministry of Health vile ilivyo tuelekeza. Je, wale wako nyumbani watakuja fanya mtihani sawa na hao wengine? Manake wote ni standard 8, wengine standard 4, wengine ni grade standard 8 from 4 na grade 4. Kuna wengine ambao watakosa na kuna wengine tayari sasa shule zao zimefungwa. Mwelekeo ni upi? Number 2, hii hali ya curfew kweli ni sawa, lakini kwa maoni yangu naona kuna tatizo. Juu kwa mfano kuna viti ambao vilikuwa vacant na electro service ilikuwa unazungumzia uchaguzi mdogo, kwa mfano maeneo kama Msambweni. Uchaguzi mdogo kama Msambweni. Je, hizi campaign zinaendelea? Uchaguzi huu utafanyika? Na ikiwa utafanyika, haki mwananchi wa kawaida atapataje? Pia kuna hizi pesa ambazo huwa zinapeanwa msaada. Hizi pesa huwa hazifikii wote. Hayo mengi ningependelea rais wetu atupe mwelekeo.
Asante. Nashukuru sana, nimependa barakoa yako, ni aina yake. Karibu. There you have it, Tricks. Those are sentiments from residents of Mombasa as they'll be waiting in anticipation of what President Uhuru Kenyatta will be talking about today. But as you've heard it, a lot of issues have been mentioned, including the curfew time and also things to do with education. Back to you in studio for now. Tobias Chanji, for those perspectives and giving us context from Mombasa. Do you understand that John Letting is standing by in Nakuru and Emmanuel To is